Wewe hebu angalia simu yangu. Sio bando limeisha. Baba. Kuna vitu nimetumia na rafiki zangu kila nikia ina load tu. Nione. Hebu angalia hapa. Simeka bando la 1000 hapa. Mbona lipo? Labda ni mtandao. Mtandao. Nipe simu yangu. Nipe bwana. Mama. Nini shida mama? What's the problem now? Now. What's nini wewe? Umekula kitu gani ambacho mpaka unasikichefu hapo? Utaingia sumu kula mkate na chai wewe. Umekula nini mpaka sasa hivi utapika kule? Hamna. Mama, wewe utakuwa na mimba wewe. Hapana baba, mimi sina mimba. Najisikia tu vibaya. Wewe, hebu niambie ukweli. Una mimba? Kwa mimi nakusomesha na kupeleka shule na pesa gharama zangu usome. Wewe na maisha yako, hii ndo sante yangu hiyo. Wewe kudadako nisikize kwa makini. Toma siku tu mawili nisikize kwa makini. Mama, kama una mimba, naingia ndani. Tunaenda kupima hospitali. Nikigundua kama una mimba, unaama nakwambia. Nikikuta na mimba, kwanza utanipeka kwa mtu ambaye kutia mimba ni mjue, afu na wewe sababu utakuja. Shen type wewe. Wewe fala nini? Mimi nakusomesha na ngeke sababu yako wewe. Unaanza kuleta mambo ya ajabu. Mapema yote unaweza kushika mimba. Umesema sihaba, upendo wa kweli unao, ila masikio hayazidi kichwa. Wewe bado we mdogo, maliza kwanza masomo, mambo ya mahusiano atafatia. Mana mapenzi na shule, nachojua hayaendani, unataka uwe na maishani. Samahani brother, nimefurahi sana kukutana na wewe, lakini mara nyingi sana huwa nakuona natamani kuzungumza na wewe, lakini sijawahi kupata hiyo fursa ya kuzungumza na wewe, lakini naona kwangu hii ni nafasi nzuri ya kuzungumza na wewe. Jina langu mimi naitwa Malesa, ni mwanafunzi mwenzie na Tatiana. Nimekuwa nikikutana na Tatiana mara kwa mara, ananiambia kwamba umemzuia kwenda shule, lakini wacha nikwambie jambo moja. Ingekuwa ni vyema zaidi ukamwachia Tatiana aende shule, kwa sababu elimu ni fungua maisha. Huenda akaenda kasoma na wewe akaja kukusaidia siku moja. Sioni kama kuna ubaya wote Tatiana akienda shule. Kama mambo ya biashara atafanya tu, lakini saizi ungemzingatia sana kwenye elimu. Na nilikuwa sijui kama una mawazo chanya kiasi hicho. Yaani umenikaa kwenye mtima. Yaani mtu akikutizama kwa haraka unaweza kuona huyu dogo anasoma kweli au bisho. Ndio amejua blangata yako na memory yako bibi. Zaidi ya best. Kwa vizuri na sijategemea ushauri wako. Nimeupenda. Ndio, unajua anatakiwa aende shule. Unajua hata wazazi wetu zamani walikuwa wanatuambia someni, elimu ndio fungua maisha. Hata mimi mzee wangu mara nyingi amekuwa akinisisitiza sana swala la elimu. Kwa hiyo inakuwa ni vibaya zaidi nikimwona mwanafunzi mwenzangu ana drai kwenda shule. Nikaona sio mbaya nikilifikisha kwako uweze kumpa uhuru Tatiana aweze kurudi shule. Asante sana ndugu wangu. Umeingia kwenye mtima, kwenye inako. Napenda sana vijana walika kama la kwangu kwa na ushauri mzuri kama huo. Sasa kijana endelea hivi. Na kitu mimi nafikiri samahani sana kwa kukupotezea muda. Yangu ni yawe machache tu. Nitafurahi sana nikimwona tena Tatiana akirejea shule, kwa sababu katika wanafunzi ambao nipo nao karibu sana shuleni, Tatiana pia mimi nipo naye karibu sana, na pia tunakaa dawati moja. Hivyo kuna muda nakuwa mpweke hata kisipokuwepo shule.
naomba basi kakaangu mruhusu aje shule. Kijana, mimi sikumfanya Tatiana kwa ubabe wala kwa yule ni mdogo wangu kipenzi, nampenda Tatiana kuliko unavyofikiria wewe. Lakini kuliko na majanga yametokea, mazingira yangu yametokea. Nikamwambia nimekosa kiasi kidogo cha ada ya shule. Unaweza kunisaidia kama 200,000 hapo ulipo ili niunganishe na za kwangu Tatiana arudi shule? Lakini brother, hata mimi nasomeshwa kwa nguvu ya mzee tu. Labda nikionana naye tena mzee, nitajaribu kuongea naye. Kiasi chochote atakachoniachia naweza nikakileta kwako ili tujue tunamsaidiaje. Naongea na wewe au naongea na mzee? Mimi naongea na wewe, naambia mambo ya uzee. Wewe vipi? Mimi naongea na wazee. Wewe, mimi nishakwambia mara kibao ujue mwanangu. Mimi sinaga wazee kwangu. Sina kikao, mimi sio baraza la wazee. Mimi naongea na wewe unaniambia wazee. Mimi sikujui. Na wasiruhusu ushauri wa mtu yoyote. I don't know you. I see you like a attacker. Why don't you go Pakistan, Burma or Iraq to fight against the combatant? Unakuja kupambana na mimi kuhusu Tatiana. Nisikilize vizuri. Mimi hapa niko na bongo ya kutosha. Nina akili na imelala. Usinione kama obvious. Na mimi vyeti vyangu vyote vilikuwa vinasoma A tu. Sijawahi kupata 99. Lakini nilishindwa kuchukua matokeo yangu kwa sababu ya fujo zangu na vurugu zangu. Sasa wewe haufanyi kazi hospitali, sio mtu wa ushauri na saa. Kuanzia leo utakaponiona na kunisikia, usichangie mada yangu. Sawa. Unielewa? Usichangie nini? Baba, Mimi huwa siambiliki na mtu yoyote. Wala huwa sisikii cha mtu. Hii brother vipi? Huyu vipi? Anazingua. Sikiliza mdogo wangu. Udogo mimi nimekutana naye afu natoka kula vitu vyangu. Na kuja hapa naanza kunisomea kesi. Huyu nani? Huyu nani? Afu boy. Afu kila siku unazingua mwanetu boy, unamzingua brother au sio? Unatujua kana sio kina nani? Unatujua sio kachini. Kachini. Sasa brother wewe Mwajuma. Toa utumbo, nitakupiga bisu la tumbo na kukata maini. Umesikia? Bora. Sophie. Nilijua tu kwa ile mipasi ambayo nilikupigia ile siku lazima unimisi tu. Na nilijua kabisa utarudi siku kama hizi hapa za karibuni. Naona leo shatia timu mama. Karibu sana. Umemkuta mzee wako anakusubiri. Kilichonileta hapa James sio hicho ambacho nakizungumzia. Ni kitu kingine kabisa. Na sijui nikikwambia utakipokeaje. Wewe niambie kila kitu ambacho mplani kuniambia, niambie. Usihofu, mimi nakusikiliza. Sielewi kwamba utakipokeaje James. Masuala kukipokea niachie mimi. Yaani mimi masuala kupokea mwachie Mdeo, mimi nitayapokea. Wewe amwage yote ambayo uniletea Mdeo. Usikue wewe niletee kila kitu niambie. Wala usihofu. James. Mimi na mimba yako. Sophie. Ninachokisikia kwenye masikio yangu unakimaanisha? Ndio. Hivyo Sophie, wewe una akili kweli wewe? Yaani ilikuwaje mpaka inafikia stage unachukua mimba? Yaani una mimba inakujaje yani? Halafu mimi ndio na hizo tactics zangu ambazo huaga nazitumia ambazo wewe uweze kushika mimba kabisa yani kwa namna yoyote. Wewe mimba imeingiaje? James, wakati unakifanya hichi kitu ulikuwa unajua kwamba nini kitatokea? Na mimi nilikwambia kwa tutumie kinga. Wewe ulikuwa mbishi. Haya, sasa tayari yashatokea. Unadhani mimi nafanyaje? Hivi, unategemea kwamba utapanda miogo je uvune mahindi? You are serious? Yaani unashangaza sana. Wewe ni mkaka wa ovyo. Yaani mimi nilijua kwamba unavyoniambia eti nakupenda sijui nini, kwamba ikitokea hivi mwenzangu labda utajua kwamba tunafanyaje. Kabisa kweli. Haya,
Ndio nishakuja sasa. Nataka uniambie. Yaani hapa ninapotoka nataka jibu hili moja, kwamba utailea hii mimba au inakuwaje? Sophie, hebu kuwa serious. Hizo tactics ambazo nimezitumia, nazijua kabisa ndo nazitumiaga. Haiwezekani hata kwa mistake haiwezi kuingia mimba. Alafu mimi nachoishi Sophie, kwa sababu ushamendea usiona huyu mdeo handsome boy hapa hivi nikipekecha nipate mtoto naye nitapata mbegu bora sana katika familia yetu. Nitapeleka sura makini sana kwenye familia yetu. Ndio unataka kuninasa. Hiyo mimba bwana, kama unayo usinisingizie. Mpelekee baba wa hiyo mimba, sio mimi. Kuwa mwelewa Sophie. Alafu sio swala, hamna shida. Mimba sawa, mimi naweza nikaikubali. Ila kuna njia za kuzifanya. Tukiepuka hicho kikombe. Hiyo mimba kwa namna yoyote inatakiwa itoke. Yaani kwa namna yoyote ile hii mimba inatakiwa itoke. Hichi kutoka. Inatokaje kwa mfano? Nitoe mimba? Mimi James. Kwa taarifa yako, hii mimba haitoki, mimba nitalea. Na kama kusio kulea, baba anakuhamishia. Hivyo Sophie, are you crazy eh? Una akili timamu kweli? Eti nitakuhamishia mimba, unanitisha? Au kisa wewe kwenu Kigoma, sio Mabukoba mawapi, wanataka kunitisha na uchawi wa kurushana mimba? Kwetu sisi Sumbawanga mama. Kwetu Swax. Hiyo mimba utamtafutia wa kumpatia. Halafu kitu kimoja tu ambacho kipo. Hii mimba inatakiwa itoke. Mimba itatoka kwa namna yoyote. Hiyo mimba inatakiwa itoke. Mimba itoke. Sofia, hiyo mimba itatoka. Haitoki. Tutatoa. Alafu usinifokee. James, usinifokee kwa sababu pale nilivyofika ulisema eti sijui unapiga taksi zangu, sijui nini. Ndio ishatokea sasa. Mimba baba sitoi. Unanielewa? Nisikilize kwa umakini James. Mimba sitoi. Hiyo ndo nishakwambia. Nisikilize Sophie. Alafu kitu kimoja ambacho ukifahamu ni kwamba Sophie, wewe sio vitu vyangu kabisa. Yaani wewe sio vitu vyangu. Sijui hata niliteleza wapi, hata nilikuwa wapi mpaka nikakuchukua wewe Sophie wewe. Wewe sio vitu vyangu kabisa. Kwa hiyo uniangaishi. Sasa nisikilize kitu kimoja nakwambia. Umeona ule mlango unaingilia? Ule tumia kutoka. Naomba uondoke. Kwa sababu ukiendelea kukaa hapa nitakupasua. Nitakuumiza. Hiyo sura yako nitaiharibu. Naomba uondoke. Kutoka tu. Hiyo sio shida. Ila nishakwambia James. Mimba haitoki. Hebu ondoka. Alafu nisikilize kwa makini wewe. Usirudi tena hapa. Mpaka nikutafute mwenyewe. Na ukiona nimekutafuta ni swala moja la kutoa mimba tu. Naomba usirudi tena hapa. Chizi wewe. Umesema si haba, upendo wa kweli unao, ila masikio hayazidi kichwa. Wewe bado we mdogo, maliza kwanza masomo, mambo ya mahusiano. Jana leo niliweza kukutana na kaka yako, nikajaribu kuongea kuhusiana na wewe kufika shule, lakini ni mtu ambaye amenibadilikia sana na kuanza kunipiga. Najaribu kuyafikiria ni maisha gani ambayo unaishi naye kaka yako, maana anaonekana ni katili sana, maana hana hata chembe ya huruma. Ni maisha gani ambayo unaishi naye? Nilishakukataza kuhusiana na swala la kakangu. Iweje umemwambia? Unajua mimi mara nyingi nakuwa nikikuhurumia sana. Kwa nini ufiki shuleni? Alafu pia mara nyingi nishazoea shuleni tunakuwa pamoja, tofauti na sasa hivi. Hivyo nikaona sio mbaya niongee naye. Najua unajali sana kuhusu mimi, ila hujatumia ustaarabu. Pia sijapenda kwa kumwambia kakangu hivyo, kwa sababu mimi namjua kakangu ni mkorofi sana. Angekuumiza ingekuwaje? Mimi siofii kuumia, ila nachofia wewe kutofika shuleni. Sasa wewe unawaza njia gani tuitumie? Niende kwa mwenyekiti ama? Hamna haja hata kwenda kwa mwenyekiti. Kama akipenda mimi kwenda shule, ataniruhusu tu peke yake. Lakini kuna njia ambayo naifikiria. Njia gani? Nitakwambia nitakapofanikiwa. Basi sawa. Nashukuru pia. Basi sawa Tatiana. Hivi unaelekea nyumbani saa hizi?
Hapana, kuna mali tu naelekea mama. Basi sawa. Wacha na mimi kwanza nielekee nyumbani maana kidogo sijisikii vizuri. Karibu bosi. Lakini nimeshangaa sana kwa sababu uliniambia utanipigia simu afu utaniita mahali ili unipe ratiba za kazi. Kwa hiyo nimeshtuka sana kukuona umekuja nyumbani. Kwanza nashukuru sana kwa kunikaribisha na ndo nimekuja kupatia ile kazi. Ila hapa katikati kidogo nimepotea hapa. Nakumbuka wakati nakupangia nilipita njia hapa lakini njia imefungwa sasa hivi. Waliziba pale kwa Mama Shabani pale, washaziba pale. Sasa ndugu, mimi bwana na kazi nataka nikupe. Kuna mwanangu mmoja na nataka nikupe hiyo kazi. Wewe mwanangu ukamfanyie upelelezi, ukamfanyie utafiti. Anaishiji juu ya maisha yake na juu ya kusoma kwake. Kwa sababu hapa katikati nilienda kumtembea, ni mtu ambaye ana wasiwasi, ana mashaka. Yaani hata ukimwangalia kisaikolojia ni kwamba amesambaratika. Sasa nataka nikupe hiyo kazi. Uende ukamchunguze. Tuko sawa Patrick? Sawa. Hilo mbona halina shida, afu hiyo ni kazi ndogo sana kwangu mimi. Ila cha muhimu nadhani ni mimi kujua kwamba anasoma shule gani na yupoje, kwa picha au kwa jina lake. Patrick, mbona swala dogo sana hilo? Najua hii kazi yote utaifanya tu, wala ina shida. Kijana mwenyewe huyu hapa anaitwa Malesa. Ndo huyo mwanao? Vipi, mbona umestuka? Kwani unamfahamu? Nadhani kama nitakuwa nishamuona ila simfahamu. Ni muhimu sana hii kazi niliyokupa. So unakuwa regerege bwana Patrick. Hatutaelewana ukinifanyia uzembe. Basi sawa bosi. Nadhani hii kazi nitamaliza kwa wakati. Sina uhakika kama nitakuangusha kama kwenye kazi ile uliyokuwa umenipa mwanzo. Basi sawa, haina shida. Na vipi kuhusu ile kazi nyingine ile? Make uliniambia utakaponipigia simu utanipatia picha ama jina halisi. Yeah. Ni kweli, ijapokuwa sio nasema tu ila nazi la kwanza la pili maji, lakini hii kazi hii ya pili ndo nahitaji uifuatilie. Achana na ile kazi ya kwanza. Hii kazi ya pili ndo muhimu kwangu mimi. Patrick, hebu ifanye hiyo kazi. Basi sawa, nafikiri hakuna shida. Basi nadhani ndani ya wiki moja tu mimi nitakufurahisha. Vipi, hapa kuna matatizo yote? Mapungufu sio makubwa sana. Nadhani ni bajeti ndogo tu, kwa sababu ya unajua ile unapofanya kazi kuna vitu ambavyo vinakuwa vinahitaji kama gharama ndogo ndogo. Kwa hiyo hata ingepata kama milioni 2 tu ni save kwenye jambo hilo. Patrick, nitakurushia kwenye simu yako. Sawa? Sawa. Sawa, shukrani sana. Asante. Kwa hiyo ndio hivyo ndugu yangu. Kichwa kimeweuka. Sijui hata nafanyaje. Ndio maana nimekuletea ndugu yangu. Sio tu unanisaidiaje? Sasa hapo nafikiria mimi nakusaidia nini? Maana kulifind mwana kulipata. Umelitafuta, umelipata. Sasa wewe unataka tena nini nikusaidia hapo? Naelewa ndugu yangu. Hii ni kama incident. Imetokea kama ajali. Alafu mimi mwaga na mbinu zangu ambazo nazitumiaga. Mambo kama haya yanasi. Sijui kwa nini, sijui niliteleza wapi rafiki yangu mpaka imetokea hali kama hii. Yaani sijui hata nilianguka wapi mimi ndugu yako. Lakini ndio ishakuwa na wewe ndo ndugu yangu. Sina mwingine wa kumpa hizo taarifa zaidi yako. Nahitaji msaada wako ndugu yangu. Sawa.
Kwa upande wake yeye amezungumzia nini, au maamuzi yake ya mwisho yeye anahitaji nini? Yaani yule ndio sio muelewa wala sio msikilizaji wa watu. Yule mimi alivyoniletea taarifa nikamwambiaje, mimi kwa sasa hivi siwezi kuwa baba. Kwa sababu wote tunajua yeye anafahamu, mimi nafahamu, kama mimi nasoma na yeye anasoma, na kuwaje baba. Ilipofikia hapa ni muda wa kuichomoa. Tukao tuichomoe, tuitoe ili kila mtu awe safe. Lakini yeye sio muelewa, anielewi. Utoe mimba? Hivyo na akili timamu kweli wewe? Yaani umelipata tatizo, unataka tena kutengeneza tatizo jingine. Si ni heri ukaongea na wazee wake, watakuelewa, labda watakusamee. Sio tena ukaanze kuleta matatizo kwa mtoto wa watu yule. Alafu jua anasoma yule. Na mimi nilikwambia kabisa, James, acha hizo habari za wanawake, lakini wewe kichwa chako kilikuwa ni kigumu, huelewi. Sasa umeona ulichokitafuta mzee? Hapo nategemea mimi nakusaidia nini tena? Maresa, kwa hapa tulipofika hatuna njia nyingine yoyote ya kufanya zaidi ya kuichomoa ile mimba. Kwa sababu akikaa nayo itamletea shida shule na kwa wazazi. Isitoshe, mimi niko naishi kwa wazazi. Siwezi kuwapelekea mimba wakailea kwa sababu mimi mwenyewe sina uwezo wa kuilea. Alafu Maresa, ile mimba ni ndogo, tena changa kabisa. I think ni wiki moja, sijui siku 2, sijui siku 3, hata sielewaji. Lakini ile pale inakuwa rahisi kwenye kuichomoa, inatoka kwa wepesi, afa hawezi kupata madhara. Niamini mimi kazi zangu ndogo ndogo hizi Maresa. Sikia nikwambie, hata kama wewe ni rafiki yangu, lakini siwezi kushiriki kwenye huu ujinga. Yaani siwezi kushiriki kwenye kukushauri ujinga. Mimi ambacho naweza nikakushauri kwa sasa hivi, wewe fanya namna, kaongee na wazee wake. Kama mnafungishwa ndoa ya mkeka, ufungishwe ndoa ya mkeka, maisha mengine yaendelee. Yaani ile mimba ulee. Yaani hapo tena mtakuwa mmejaribia mambo ya shule. Kama mtasoma shule baba na mama, nyinyi wenyewe mtajua mnafanyaje. Lakini swala la kutoa mimba, hilo kwa upande wangu mimi nimelikataa 100%. Yaani nimelikataa kabisa, na tena sitaki hata kulisikia. Bwana, swala la kutoa mimba sitaki kulisikia mzee wangu. Tena ukitaka tuanze kuvurugana hapa, nitakutia hata mambata. Unajua mbata? Nitakutia makofi. Huko ujinga wako peleka huko. Afu mimi nilikwambia, yani kama nilikuwa najua, nikwambia achana na habari za wanawake, watakuja kutia mashakani, watakutia sehemu mbaya. Mapenzi na shule wapi na wapi mzee? Yaani mwanangu Maresa, mimi nakufuata, najua kabisa lazima unipe ushauri mzuri. Hasa kama wewe unaongana na Sophie, mimi nabaki na nani? Mimi natakiwa ni upande mmoja na wewe. Sophie ndio wewe mwenyewe, sio wewe na Sophie mimi mwenyewe ndugu yangu. Usiishi humo basi. Cheza ambako mimi nacheza, kwenye zile mbinu zangu zile. Ishi mle ambako mimi naishi ndugu yako, tuweze kuliescape ile swala ili tumwachie mwenyewe, tumtoe, tuwe safe sisi na yeye. Labda nikwambie kitu ambacho ukijui. Kuna muda mimi unaniolaka mimi mjinga, lakini ukao utambue kwamba mjinga wa leo ndo mjanja wa kesho. Kwa hiyo wewe unapofanya upumbavu wako na kukataza, unaniona mimi mjinga, kumbe wewe ndo mjinga wa leo. Sasa wewe ufanya maamuzi yako ya kiume. Kama unaona kwako ni sahihi kutoa mimba, it is okay. Mzee, wewe si mtu mzima, si umekuwa babu? Fanya maamuzi yako ya kiume ambao unaona kwa upande wako wewe ni sahihi. Maresa, mimi mzee wangu unajulikana, ni ile kuitoa. Hakuna maamuzi mwingine. Inatakiwa ile itoke. Ile itoke tuwe safe wote wawili. Mimi na wewe tushamalizana. Fanya maamuzi unaona wewe ni sahihi. Mwanangu ananikataa tena Maresa, mwanangu ishi na mimi basi ndugu yako. Saidie. Yaani kwa nasikia lao uko nasikia peke yako. Sasa tuhangaike wote. Wewe vipi baba? Umesema sihaba, upendo wa kweli unao, ila masikio hayazidi kichwa. Wewe bado we mdogo, maliza kwanza masomo, mambo ya mahusiano atafatia. Mana mapenzi na shule nachojua hayaendani. Unataka uwe na maishani, hilo halitawezekana. Mapenzi na shule nachojua hayaendani.
unataka uwe nami maishani, hilo halitowezekana. Subira jambo la heri, usiyekurupukia mapenzi. Vumilia, usichanganye shule na mapenzi. Wewe nasoma soma kwanza, mapenzi utayakuta. Mana mapenzi na shule, nachojua hayaendani. Unataka uwe nami maishani, hilo halitowezekana. Mapenzi na shule, nachojua hayaendani. Unataka uwe nami maishani, hilo halitowezekana.